Tunamkumbuka sana baba wa taifa alivyopata madaraka wala hakulewa sifa, na mabaya hakutaka wala kutafuta visa. Amani alileta na wabaya kuwachachafya. Nchini kwetu alipendeka na mabaya akuficha. Amani alileta na kurekebisha kacha. Wapo waliomcheka na uongozi hakuacha. Ujinga, maskini na magonjwa ndio vitu vya kuacha. Haya maisha ni hatua na sisi sote tunapita. Alituachia wosia na kutaka tukajuta. Naye Mungu kamchukua ingawa nasi tulijuta, na uongozi wake tayari ulikuwa usha. Tunamkumbuka sana baba wa taifa alivyopata madaraka wala hakulewa sifa, na mabaya hakutaka wala kutafuta visa. Amani alileta na wabaya kuwachachafya. Nchini kwetu alipendeka na mabaya akuficha. Amani alileta na kurekebisha kacha. Wapo waliomcheka na uongozi hakuacha. Ujinga, maskini na magonjwa ndio vitu vya kuacha. Haya maisha ni hatua na sisi sote tunapita. Alituachia wosia na kutaka tukajuta. Naye Mungu kamchukua ingawa nasi tulijuta, na uongozi wake tayari ulikuwa ushapita. Na kuitumia nafasi yake ili kujitajirisha, wala hiyo akili yake eti watu kuwapotosha, ila badala yake ilikuwa ni kuwafundisha, na nia yake ilikuwa uchumi kuupandisha. Hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere hakupenda wale watu wenye viherehere, wenye uongozi wao wanajitia kimbele wakati ni wanafiki hadi kwenye unywele. Alichokipenda ni kutupatia ushauri kipindi tunaishi tu tunautafakari, na maisha ya duni ndio ilikuwa yetu hali. Naye rais wetu wa kusita akaiongoza safari. Tarehe 14 ya mwezi ya 10 sote tunamkumbuka, siku ambayo machozi yalichuruzika, siku ambayo wengi wetu tulihuzunika. Aliyafumba macho yake naye akapumzika. Tenda mema duniani nao utalipwa mbinguni. Fanya uchafu maishani nao utaingia motoni. Inabidi ujitafakari wewe, kwani upo kundi gani? Hiyo haitoikuepa hata ukiwa na pesa kiasi gani. Na kweli tunaujua sema ni kiburi mani. Tunajikuta ni wajanja kuliko Mungu wa mbinguni. Mabaya na mazuri yako siku za usoni, na manabii walikuwepo toka enzi za zamani.